Mtazamaji wa KAU TV, bana, leo tumekutana na dada hapa. Yeye ni mdau wa sanaa na burudani kwa ujumla. Kiufupi atajitambulisha kwa majina yake, na kikubwa zaidi ambacho kimetufanya tumfuate siku ya leo ni kuhusiana na Samia Cup maarufu kama Ramadhani Cup, mashindano ambayo yameanzishwa na mkurugenzi Ali Kiba, mkurugenzi wa Crown FM Ali Kiba, ambayo yanachezeka usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pale katika viwanja vya Mikocheni. Sasa dada yetu yeye atatupa preview ndogo tu, tathmini yake na anayaonaje yale mashindano kwa ufupi na vitu gani ambavyo vinamkwaza sana kwenye Samia Cup. Dada, mambo? Safi. Kwema kabisa. Kwema. Bana, kwa majina yako wewe wanakufahamu kama nani? Mimi naitwa Idaya au Miss D. Bana, Idaya, kwanza bila shaka wewe ni mdau mkubwa sana wa burudani, si ndio? Ndio. Hivi unayafahamu Samia Cup, mashindano ya Samia Cup ambayo yanachezeka Mikocheni pale? Kwa upande wako, kwanza natamani kujua mazuri na mabaya, yani madhaifu yake na mabaya, ama mazuri na madhaifu na uimara wa mashindano ya. Tukianza na ubora wa mashindano ya, ni ipi na ipi? Ubora, cha kwanza wamezingatia muda wa mashindano ambavyo yanaanza, lakini pia wanaenda na ratiba kamili. Kama mechi ni saa 4 basi itaanza saa 4, mechi inayofuata kama saa 6 itachezwa mpaka saa 8, watu wanakuwa wameenda majumbani. Na kama unavyojua sasa hivi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, inaleta pia wafadhali wa mtu kukaa mpaka muda wa saa 8, akifika kwake anapata daku kwa ajili ya kufunga siku ya kesho. Kwa hiyo cha kwanza ubora, lakini pia utaratibu ambao wameweka wa mtu kuingia mule ndani, kwa sababu wangekuwa na ruhusu watu wengi zaidi kusingekuwa tena mashindano, watu wangekuwa na banana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wana utaratibu wao ambao wameweka pia ni mzuri, lakini pia kuwashirikisha baadhi ya makampuni, kwa sababu wamewapa fursa pia na vijana wengine ambao hatujawahi kuona kwenye michezo wanapata fursa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huo ni ubora wao. Watu wengi wamejaribu kuweka madhaifu mbalimbali, ukiachana tu na kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba vitu hivyo ni anasa na vitu kama hivyo. Binafsi yako, natamani kufahamu madhaifu walau matano tu ambao umeyabaini kupitia Ramadhani Cup. Cha kwanza ni mavazi. Yani imekuwa kama vile mavazi ambao watu wanaenda nao pale, hasa wasichana. Ni kama vile hakuna mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu tunajua ukifika mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu anatakiwa ajistili, avae vizuri, na hata kama tayari umeshafuturu, kwa sababu watu wengi wanajua Ramadhani ni mchana. Ramadhani ni hata usiku, mwezi mzima wa siku 30 inatakiwa mtu ujistili, aidha iwe usiku au mchana. Kwa hiyo watu wengi pale wanakuwa wanaenda na mavazi ambayo sio sahihi. Utakuta msichana kavaa kisketi kifupi, kitaiti, mara sui topu, wakati sio kitu sahihi. Kile kitu wamekiandaa kwa ajili ya kuboresha afya na kuwakutanisha watu, lakini sio kukutanisha watu ambao wamevaa utupu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ni dhaifu la kwanza. Kwa hiyo Ali Kiba nadhani atanisikiliza. Pia nimeona Jimanara amewahi kuzungumza kwamba wazingatia haya mavazi. Na pia watu wakiwa wanaenda pale kusiwe na vile vigoma goma. Yaani kuna mashabiki wanaenda ya timu fulani, kunakuwa na vigoma vinapigwa, watu wanakatika, wanacheza, sio sahihi kabisa. Ni mwezi mtukufu, Mwenyezi Mungu anatakiwa kuheshimiwa. Watu wanajisahau sana kwenye mwezi, yani pumzi watu inawadanganya. Tusidanganyike. Sawa, mashindano hapo, lakini fuata utaratibu kama mwezi ambavyo unataka. Meandaa Ramadhani Cup ambayo inawakutanisha watu, labda ni mchezo ambao watu walikuwa wanaofuatilia, ulipokelewa vizuri mwaka jana, basi mwaka huu pia upokelewe kwa namna ambavyo mwaka jana ilipokelewa. Hatakuwa vigoma havikuwepo sana, lakini mwezi tu umeanza tayari tunaona kuna vigoma, watu wanacheza, alafu kesho mtu anasema amefunga. Kwa kweli sio sahihi. Lakini kingine pia nadhani pia kuna hii issue udhaifu na ukuja watu kuonekana ovyo. Yani mashindano yameleta, yani mtu tu utakuta msanii lakini yupo available muda wote kwenye hiyo mashindano. Yani muda wote wewe unamuona. Kwa maana unataka kusema kwamba wasanii wazingatie brand, wanaonekana ovyo katika mashindano ya Samia Cup? Ndio. Mfano kama Dula Makabila ni mtu ambaye yupo available muda wote. Yani wewe ukienda kwenye hayo mashindano kila siku, usipoona ile sura sijui, lakini kila siku utamkuta pale. Hiyo inashusha brand, kwa sababu mtu kasha kuona tayari mara kibao. Leo amekuona, kesho amekuona, kesho kutwa. Kuna siku utakuja kuandaa show, utataka mashabiki waje kuona, mtu hawezi kuja kwa sababu tayari nyimbo zako anazijua. Pia anakuona kila siku. Anakuja kufanya nini?
kwenye hiyo issue yako ambayo ya show unaiandaa. Kwa hiyo hata kama ndio unaenda kumsupport Alikiba, ni msanii mwenzako, lakini kuna ile brand unatakiwa uizingatie. Mfano Alikiba ni mtu ambaye ameandaa mashindano. Anaweza kila siku akawa anaenda pale, lakini unaweza usimuone. Kuna ile brand ambayo ameitengeneza, hata kama nipo kwenye mashindano, lakini kuna watu baadhi hawatoniona humu ndani. Sio kwa Dula Makabila. Dula Makabila yupo available, atazunguka kiwanja kizima ambacho unakijua. Atazunguka huko, atazunguka huko, atazunguka huko. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wasanii ambao wanaenda pale watengeneze brand. Ndio utaenda kumsupport, hawakatazi yuko kwenda kusupport, kwa sababu kuna timu zingine wanakuwa wanashabikia. Huwezi kumpangia msanii asiende, hapana. Lakini kuna ile brand anatakiwa itengeneze. Hata kama ameenda, kuna baadhi ya watu watakiwa kumuona. Kuna sehemu atafika, anapanga kabisa, mimi ninaenda kwenye mashindano ya Ramadhani Cup, basi kuna sehemu nitakaa. Hiyo sehemu nikikaa, either waandishi wanifuate hapa wanifanyie interview then niondoke, lakini sio kuzunguka upo huku. No, unashusha brand. Wasanii wanatakiwa wajue maana brand ni nini, kwa sababu hiyo pia inasaidia kwenye utengenezaji wako. Kuna siku utataka kutengeneza kitu special, ukahitaji watu, ukashindwa kuwapata, mtu hawezi kununua tiketi. Anaenda kumwangalia mtu ambaye kila siku anamuona. Kwa maana ya kwamba Dura kuonekana ovyo katika mashindano ya Samia Cup, huku yupo, inaweza akakosa mashabiki kuhudhuria katika show yake endapo pale ataandaa labda Makabila Festival, labda ataka kuzunguka Dar es Salaam pekee. Mashabiki watakuwa wazito kumuona kwa sababu tayari yuko katika sura ya Dura ipo kichwani mwao. Ndio, yani hiyo ni moja ya sababu ambayo inaweza ikamfanya akaandaa mashindano na akashindwa kupata watu. Ulka mashabiki ni kwamba kuona mtu ambaye, yani mashabiki wapo hivi, wanatamani kumuona mtu ambaye hajawahi kumuona. Unajua kuna ile mtu anaandaa, tuseme labda kama nani? Tuseme Mbosso, anaweza akaja kuandaa kitu tamasha tu ambalo linamhusu yeye, asimamie yeye kama yeye. Kuna watu watanunua tiketi kwa sababu kuna watu hapa, asilimia kubwa Mbosso sio mtu wa kuonekana. Ukimwona, yani kuna baadhi ya matukio Mbosso huwezi kumuona. Kwa hiyo kuna watu tutamani kumuona Mbosso kwa sababu hawajawahi kuiona ile sura yake. Wanatamani kuona anavyoimba. Dula anaonekana kila siku. Haiwezekani hata kama atapata ndio watu, lakini sio vile ambavyo yeye atatarajia kuweka. Yani mfano kaika nataka ticket ziishe, haziwezi kuisha kwa sababu ni mtu ambaye yupo available. Sizungumzii tu Ramadhani Cup, lakini naona ni mtu ambaye pia bado hajaelewa maana ya brand ni nini. Yani kashajichukulia ni kawaida, maybe kwa kuwa msanii wa Singeli, kwa sababu labda kajichukulia msanii wa Singeli anatakiwa kuzurura tu ovyo. Kwa ukisema kwamba huenda hajajua maana ya brand, unataka kuniambia kwamba Dula Makabila ni mshamba, unaungana na Rich Msafi baada ya kusema kwamba wasanii wa Singeli ni washamba? Wao ndio kunigombania. Kwa sababu ipo hivyo, Rich Msafi kila siku huwa anamsema Dula Makabila kwamba ni mshamba. Na yeye ni msanii ambaye bado ana ushamba mwingi sana. Wewe unakubaliana na Rich Msafi kwa kumsema Dula Makabila kuwa ni mshamba, kwa sababu lengo zaidi hapa ni kujenga, tubomoi? Inawezekana akawa ni mshamba kwa sababu kitu ambacho nimekisemea mwanzo, ndio maana nimesema labda hajajua maana ya brand. Labda vile ambavyo anazurura anavyoonekana, yeye anajua labda vile ndio anatengeneza brand. Kumbe brand haitakiwi kuonekana ovyo. Yeye labda kwenye akili yake anaona nikienda kwenye Ramadhani Cup watu wanavonishoot na postiwa kwenye hizi TV watu wanione, ndio brand inatengeneza. Brand haitengenezi hivyo bro. Brand inatengenezwa ni vile ambavyo kuna matukio muhimu. Yani kuna matukio, yani amejijengea ni kwamba kuna event yote unaweza kusema hapa Dula mimi siwezi kumkosa. Yani tayari kashajijengea hivyo hata kwa waandishi. Yani mtu kuna event imetokea hapa, kwenye hizi event siwezi kumkosa Dula Makabila kwa sababu tayari kajiwekea yale maisha kwamba popote mimi lazima niende. Nitolee tu mfano mzuri Diamond. Diamond ni mtu ambaye anaweza akaa hapa Bongo na akapewa mwaliko lakini asitokee. Na sio kwamba hataki kusupport, lakini anaangalia na vile ambavyo mziki wake pia, kwenye faida ya mziki pia anakuwa anaangalia. Nikiwa natokea kila sehemu, kuna adhi na ishusha, yani kuna wazi utawaambia jamani Diamond katokea hadi kwenye issue. Yani tayari kuna kitu unakishusha kwamba mtu alikuchukulia upo juu, anakuweka sasa chini. Kama ameweza kutokea kwenye issue, basi kuna issue nyingine pia ambayo inaweza kutokea. Kwa hiyo kuna vitu pia watakiwa vifanya. Hatukatai kusupport, lakini kuna baadhi ya maeneo msanii ukionekana ovyo ovyo, brand yako inashusha. Kwa hiyo inawezekana pia ni ushamba ambao yupo nao, anaona kwamba nikionekana hizi sehemu watu wakiwa wananishoot, maybe nitaonekana huko naenda kila sehemu, lakini hiyo sio msanii hawezi kuwa hivyo. Okay. Kwa maana ya Dula Makabila, kwa sababu ni msanii, kuna wasanii wengi pale lakini sio wote ambao wanaonekana. Dula Makabila ndo anaonekana mara kwa mara. Wewe unadhani kuzunguka kwake uwanja kote nini, kuna kitu gani hasa ambacho anakitafuta? Aonekane kwa sababu tayari watu wanamjua. Je, anatafuta kitu gani hasa anavozurura uwanjani?
labda anatafuta attention au labda madem, hatujui, lakini labda attention na madem, kwa sababu yani huwezi kuzurura bila mpangilio maalum. Hata wewe yani huwezi kwenda sehemu unazurura tu, yani ukijua unachokitafuta, kwa kweli mtu mwingine lazima ajiulize huyu kitu gani nakitafuta. Kama mimi kushabikia mpira, simama kwenye sehemu ambayo mashabiki zako wapo, umeshabikia labda timu fulani, kuna sehemu mashabiki wanakaa, basi simama hapo ukae, kwa sababu hata mwaka jana mbona kuna wasanii wengi walikuwa wanaenda kwenye hiyo Ramadhani Cup, wengi sana, kunao sio kina Harmonize, lakini unamkuta tu sehemu amekaa basi, na watu watamshuti hapo, ataondoka. Dula, badilika. Bana, mtazamaji wa Kao TV, huyu ni Miss D ametueleza vizuri kabisa, full exclusive interview kuhusiana na madhaifu na mema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia madhaifu ya Samia Celebrities Cup yanayochezeka Mikocheni. Ingia katika YouTube channel yetu ya Kao TV. Mimi ni unknown person.